The priority yetu katika Kenya hii, na mimi narudia na nitarudia sana, ni amani. Amani katika nchi yetu. Naomba ndugu zangu ambao mnaona mnajua sana, ambao mnaona kama mna pesa nyingi, ambao mnamojiona mtaweza ongea zaidi, tafadhalini, nimeomba na nimesema mara mingi, ukifungua kinywa chako, fungua, tumia akili zako, bongo yako kujua yale mambo utaweza kuzungumza ya kuunganisha nchi. Kwa sababu sasa tuna mtindo, kila pale tukienda kuna watu fiu wakifungua mdomo kufikiria kujipendekeza, wengine kwa serikali na wengine kujipendekeza kwa kutafuta viti, wanaongea mdomo ya kupiganisha, ya kutenganisha. Sisi wote lazima tujue sisi we are all Kenyans, na tunataka tukuwa Kenyans, tuwe tukijua nchi iko leo, kesho na kesho kutwa, na watoto na wajukuu na wajukuu wa wajukuu yetu. Tusiongozwe na tumbo yetu tuharibu nchi yetu ya Kenya, na bado hamjui. Na niwakumbushe, tuko safarini ya kwenda mbinguni. We are on the journey. We are on the journey of going to heaven. And you can remember from the word go, how many people have died wakiwa na position kubwa, wakiwa na madaraka makubwa, and they have gone. Even us, you don't know when. Why do we talk like we are going to live for life? That is short-minded. If you think that way. Na ningetaka kutaja kitu moja niliona juzi ikifanyika. Tukiwa kwa mikutano mingi, tunaongea mambo machafu. Niliona Usoro huyu wa Kisii, huyu mjumbe wa Kisii. Yeye ni mjumbe wa Kisii. Deputy majority leader. Usoro kutoka Kisii. Yeye ni wakili. Lakini nimeona what is talking, and I would like to advise you, Usoro. Use your common sense and your education. Your common sense and your education itakusaidia. Don't think about Kisii. Don't think about your position. Don't think about your stomach. Fikiria mambo ya nchi yetu. Usilete mambo ya kugawanyisha watu. Niliona ukisema Wakikuyu wamekuwa president mara 3. I agree with you. Wakalenjin wamekuwa safari 2. Na moja alienda 24 years. If it's 10, then Kalenjin have gone 3 times. Kikuyu have gone 3 times. But let me tell you, Usoro, use the constitution where ni bunge. Come back to your senses. Come back to your brain. Hao unataja namna hiyo, I agree with you. Lakini nakuomba, hata saa hii Matiang'i akitaka kiti ya president, hata Kisii peke yao. That's what I want to remind you, because you are short-minded, that unafikiria mambo ya ukabila only. Ukifikiria wewe ni Mkisii na wewe uongeleagi pahali pengine, you just talk in Kisii, nowhere else. Na matusi yako ndio imefanya hata mmeharibu serikali ya Ruto completely kwa mazungumzo yenu. Whenever you go with the president, you get a chance. Ile mambo mnaongeaga, unaongea mambo ya kuharibu serikali completely, and I will not hide telling you the president. There is a problem within the surrounding. A big one. Usoro kusema hiyo lugha anasema, na kusema yeye mwenyewe sasa alidudu na Gachagua na akamaliza. Na anasema sasa he is giving Muturi warning
As who? As anapea Muturi warning. That you better apologize, you better do what? And I'm going to drive impeachment tukifungua kwa bunge. Who are you? Mtu anatembea tu kama mtu anatembea hata mguu kama mtu mlevi ajijui. Let me tell you, Muturi is not in your rank at all. Muturi is a lawyer. He was a magistrate. Muturi. He was the chief advisor of the Uhuru one time. Amekuwa speaker wa bunge. Amekuwa waziri. That is not, hiyo si mtu ya rika yako. But it's not important kwa sababu rika hii mnakimbia kurukia dama kwa ng'ombe, mnaanguka na nyuma hata hamwezi fanya chochote. Don't abuse people. Kaeni mzungumuze lugha mkipata nafasi, lugha ya kuunganisha. Lugha ya kufikiria mambo ya youth. You know, the problem which is there, nyinyi kama mnaangazia hii mambo ya Gen Z. What is the problem with the Gen Z? What are the proposals are you saying? That would be very important kwa mtu yuko na ubongo ya kutosha. Kwa sababu hawa watoto ni wetu. Where do we take them? If you promise a child in the morning, labda sijui kama una watoto, lakini kama una mtoto umwambie ukienda kazi utamletea sweet, utamletea mkate, utamletea sausage, utamletea nini? Akija kama hukuweza kupata, lazima ujue njia ya kurespond kwa mtoto kwa sababu ni mtoto yako. Uweze kuchukua kijiti uanze kupiga uanze kuadapt uanze kuua What is wrong with you people? Kina Usoro, kina Kimani Ichung'wah, what is the problem? These are our children. We must handle them. Just imagine a young boy who have finished university and the girls, they have graduated, they have nowhere to go. Why can't you see there is a problem with these children? Mimi kwa wakati yangu, nimejua hata wakati huu sasa, wengi. Mtoto hawezi kusoma amalize. Ataeli. Na niwakumbushe, watoto hawataeli waende form 1. No. Watoto utaeli kuonesha wamekomaa waingie stage nyingine. Stage nyingine ni gani? Lazima that where you know that mtoto ameanza research. Ndio nawaona wako na girlfriend, ndio naona wanafanya research ataenda university gani ama atafanya nini, and you can realize mtoto akimaliza akisha ingia form 1, akifika form 4, mtoto anakuwa na shida. Wale watoto wamefika hapo, mtoto anakuwa na shida. Hajui ni kozi gani ataenda, anasema ni hii. Akiingia hiyo mwaka moja ama mbili anasema hataki hiyo, anataka hii. These are children is when they are trying to discover their life. Yeye unazunguka president wetu, mnazunguka, he is the president. You don't need to force people kupenda president. President mwenyewe aliomba kura na akapendwa na akapewa kura. What is the problem? Surrounding wote hakuna mdomo mwingine. And again, it is a shame hata kuwa mbele ya president kama Kimani Ichung'wah. Utukana inatembea na huko mbele ya president. You put all the words. Don't respect Natembea, but respect the president. There are some words you cannot talk when the president is there. When your boss is there. Because ukizungumza na yako hapo, watu wanasema, unaona president, hii ni watu wake, amewaambia waseme hiyo. You are putting the president in a very awkward situation. Hakuna mtu anasaidia yeye kupanga mambo ya kutafuta kura. Alijua vile alipanga yeye mwenyewe kutafuta kura. So don't come now mkuu ajuaji kuliko yeye nyinyi ndio mnajua.
Hii watu yote mnatukana wote, kuna pahali wametoka. Umeanza Muturi, sasa unaanza kusema wewe ndio utamimpeach, atakuona. Yes, we are professor, but how do you need those votes of Embu tomorrow? Utatafutia president namna gani kule hizo za Embu? Kwa sababu unadhikanika ukisema vile utamfundisha, utamtoa. The words you are using, abusing people and in front of the president, it is not helping the president at all. Kwa mfano kama sasa milima, kama iko na shida. I know Kikuyu is how they behave. One thing, politically they can differ with the president. But I know one thing, they respect the office of the president. So if he goes there as a person himself, hii mambo yote itatulia. And he can talk, wakikuwa atapea ofisi yake heshima. Na yeye ajue vile njia ya kuingia. Hata kama hawatampea kula, lakini watu wasikosane. Hata kama watampea kula, bado watapata ile kula, atajitafutia mwenyewe. Lakini I'm telling your excellency, watu wanakuzunguka hapa yote, nothing. Nothing. They will not help. The politics have changed. I want to advise wale hawajui tabia ya Mkikuyu. Mkikuyu akikataa kitu amekataa. Mkikuyu akitaka kitu ametaka. They refused Moi. Mpaka 24 years yakamaliza kama wasikizani. Haikukataza Moi kuongoza. Because he was not abusing them. Except when he wanted to use Kihika Kimani abusing them. And you know the life of Kihika alirudi akakufa namna gani. Hata Moi hakukuja maombolezi. Hata hakukuja mazishi. Hata hakusaidia kununua hata sanduku. So I want to advise you people. There is a procedure of this country. Sasa hata hii adopting children na nini na nini. There is a group kamejipanga pahali, I think so. Ni kwa nini watu waandike barua zaidi ya 5,000 ICC? Why? Something we can sort out ourselves. In discussion. Na watu wale wanaheshimika mbele ya watu. Sasa tumefika mpaka pahali tumegawanya completely. Wajumbe fulani waweze kuwa pahali wajumbe hawa wako. Na nimeona ime trickle down sasa mpaka inataka kwenda kwetu Nakuru County and Rift Valley. Because if you go there, you will be attacked as a Kikuyu in a meeting in front of people. So what will you do? Next time you cannot go in that meeting. So this, I said, it trickle down. Ifike huko chini, pahali imeanza kufika sasa. I attended the meeting somewhere and I have started seeing. I thought we can stay together all of us and respect each other and talk good things. Lakini nimeona sasa imeanza attacking. Wewe ni wa Gachagua. Wewe Gachagua alikuwa anapindua serikali through agencies, things which have no value. I hope the president, if he knew, angevumilia vita na shida ile wako naye na Gachagua. Angevumilia. Kama vile Uhuru alivumilia. He was wise. Hata wewe hakuna kitu hukuambia Uhuru. Sisi hakuna kitu hatukuambia Uhuru. But it did not adapt. Lakini aliwacha mpaka mwisho, akaenda akakuonesha State House, akakupea ngao zote za kuongozi. We sometimes hold ourselves and completely strain ourselves to be patient. Because hakuna mtu atakuja hapa atupeleke mbinguni sisi wote ati na tufike kwa Mungu. We are all human beings. Na hakuna mtu akosi. Na hakuna mtu hawezi kudepend his sin. Na hakuna mtu hawezi kuapologize. But it can only happen on discussion. Mimi mwenyewe nimeona katika sasa ukiangalia mzuri katika Israel. There are Americans and everybody. Watu wameuana
nyumba zimebomolewa, but internationally wanauliza Americans, superpower, how can we sit down and discuss stopping this fight? Hawasemi waongeze silaha, watu wauane, ndio solution ipatikane. No, the damage had been done. Ile watu wamekufa Israel na wale wamekufa pande nyingine, is so many people. Lakini the call of the world, can we talk and have peace? That's the solution ya watu kukaa pamoja, because hata wao wameuana namna hiyo, they will not live, they also go one day. Hakuna mtu hata kufa. So ningeomba mkuu mbele ya rais, zungumzeni mambo ya kuunganisha watu, mambo ya amani. That is what I would like tuendelee, kwa sababu kila pahali kuna shida. Nafikiri iko shida iko milima, hata Rift Valley huko watu wamegawanyikana, hata Wakalenjin wenyewe kwa wenyewe, there is a problem. They are fighting themselves because of power. Kuna grupu ya huyu, kuna grupu ya huyu, kuna wale wanafikiria hii. Where are we taking this country? I thought this year tungefunga maneno, tuingie mambo ya watu kusameheana na kukaa pamoja na kuzungumza. Kuna wazee, kuna makanisa, wale wanaamini mambo ya peace, is leadership. And I want to tell you, when this thing is going, other people are taking advantage ya hiyo, ya kugawanyisha watu kabisa, ya kujipendekeza kwa rais. Wengine wanapasua wapate njia ya kuiba, because the whole thing is about money. We need to respect each other. Even I'll urge the people, hata kama ni watu ya milima, you can challenge the president, but don't abuse him. It is not good. Sasa mmeanza kujipanga mambo ya vyama, na hii inaona advantage yake ni kupiga huyu anaona advantage yake ni kupiga huyu. Those things will not help us. If you are making a party, or maybe sit down with your party, lead the people kuweka amani. Lead the people how to handle issues. 30 people talking about how we can stay together, all of us. Sasa usoro akisema ati sasa sisi tulimaliza na Gachagua, na sasa huyu mwingine amekuja, mimi nitakuwa mtu ya mbele kutoa Mutuli, ataniona. I'm giving him a condition of three condition. Usoro, who are you? Nimeona kwenye madarasa inaonekana ni matope mtupu. Even you cannot be able to take care na kile mtu anapata. Mimi naulizaga hata pesa ya CDF. Kwangu pahali nilikuwa, I was rated number 1. I'm the first MP kuanza kuweka tiles. First. Wacha hata hii ya Murang'a. First. I was the first person kujenga gorofa 2, gorofa 3 ya primary school. If you want me to send you my books, utatuma muone. Kujenga secondary school, kuweka tiles, kuweka nini. Mimi nauliza, hiyo ninaona ya Kisii wengine, na kuna wajumbe wako huko. Surely, do we care of our children? Unaona shule ni matope yote ndani. Hata hivi lazima imeongezeka ni mabati peke yake. Why can't you do something? Hiyo pesa mnaiba, muende mtengeneze madarasa kwa njia mzuri. That shows you cares about the children. That's why mnapiga hawa watoto, kwa sababu hata wakiwa wadogo hakuna kitu mnawafunza. We cannot fight with Gen Zs. No. And the president said that when he was in Nyahururu in the church. Na ile statement alisema, I would like to remind him. Alisema amefurahi, ameona kuna wa Gen Z watoto ambao wamesimama kufikiria mambo ya nchi yao ya Kenya, and there will be a discussion. Sasa nyinyi mna divert present on discussion, mnaanza kuleta mambo ingine ambaye
haifai. Tuna adapt watu kutoka Tanzania, watu kutoka Uganda, wengine kutoka wapi, wale waliuawa hapa sijui wa Romania sijui alikuwa ni wa wapi. And hii Kenya ndio ilikuwa kimbilio ya peace na watu kukaa pamoja. Peace. I ask the president, mambo mingi unaletoa na watu hawa, mpaka asubuhi mpaka jioni mpaka saa 6 mpaka nini mingi, check properly by yourself because it's pure propaganda. Wengine wanataka kujidefend kwa mambo ambaye inajulikana. Most of all those people, majority, they have cases. Mtu alifungwa 74 years. Anabayuka. Mimi tumeongea na yeye, alikuwa ananiambia vile alisaidiwa na Gachagua. Mimi vile alisaidiwa mambo mingi mpaka mambo yake ikakuwa vile iko. He was telling me himself. So sasa anakuja kusema mambo ingine, it is looking to defend himself kwa sababu ya mapili. Watu wengi wale makuwa na makesi, they are surrounding yourself, wale wanajua atagundulua kuiba, ama wale wako na kesi kwenda kotini. If this country will be talking well, tungekuwa tunasema magavana wale wameiba tumefunga 10. Wale wanafanya mzuri ni hawa. Wajumbe wale wameiba ni kiasi hii. Na wapelekwe kotini, naye judiciary ikubali. Not the matter of corruption. Kama tunafanya kesi ya mtu appeal baada ya uchaguzi inaenda 6 months. Why can't you finish all these cases? Ya wizi na wauaji na hii mambo yote. We need to build this country, judiciary, parliament, senate, watu ya kanisa, tusaidiane sisi wote, tufanye amani. Why would somebody be happy when people are dying? Why? When our children, I want to ask, when our children, do you know what the meaning of your child? Ule mtoto mezaa? Do you know advantage ile tulipewa na Mungu? Before it was only God creating children or somebody as he did in Jesus. He was creating people. He gave us that advantage. Mwanadamu aanze kuwa ataweza kuumba mtu. Ataweza kuumba mtoto. We were given that by God. Then we start now diverting and killing our children. Hii mambo naomba sana. Na hizi ile watu wanafanya hii mambo, deal with it. Please. Do you know mtoto wako kudisappear? Do you know to kill your child, kuua mtoto? Do you know why watu wanaokotwa wa mama wanauawa? Those are the things we'll be talking. Na watu waache mambo mingi fitina. Kila mtu ajitafutie. Nilikuwa na mtu ananiambia sasa unaona hapa moja ilikuwa ni Nakuru. Na usoro usikie hii wewe mwenyewe. Nilikuwa ananiambia sasa hapa Ngata ile hii yote Wakisii wamekuja wamechukua mashamba yote. Nikamwambia what do you want me to do? Sasa hiyo mambo si mzuri. Lazima tusimamishe hii mambo. Nikamwambia there is a constitution. Willing buyer, willing seller. Na tena huyo si mwananchi wa Kenya. Akija kununua, that's okay. Akija kudevelop na nyinyi mtaamuka mwanza kudevelop kama hawa. So don't tell me dividing that at Ngata Kisii wamekuja. No. Even my own Bahati, people are there, even Kisii, they are good. Watu wafanye kazi yao. Na watakuja na mambo ingine, na hii mambo ya kuishi na biashara ni watu kusukumana. Wengine wanakuja waambia sasa unaona Nairobi. Na nilisikia kwa siasa ingine ikifanywa. Wa Somali wamechukua mashamba yote, wanajenga kila pahali. Ni nani amenyang'anywa na Msomali? Willing buyer, willing seller. Competition must be there. We must accept competition in the churches, in politics, in development. We must accept. Wewe ukishindwa usijisikilie mtu mwingine. Like now wa Somali vile nimestudy kama South B, those areas na nini.
You know, wanaenda kanyumba yako umekaa sijui miaka karibu uliwachiwa na sijui miaka ngapi. Kanyumba moja ina compound. Unakodesha pengine 50,000. Anakuja anakuambia to develop hii plot tuweke ghorofa 10. Mimi nikupe ghorofa 2 ulipishake 500,000. Hiyo ingine ya juu na mimi nijitafuta. That is investment. Ni kitu gani wenyang'anywa umetolewa kwa 50,000 na Msomali huyu nasema akakupeleka 500,000 plot 2 na yeye akashika huko juu akaendelea. Kwanza juu ni kwa Mungu. What's the problem with that? Fitina tu. Hii ni kabila hii, hii ni kabila hii, hii wanafanya hii, wakikuwa wananunua mashamba, wakikuwa wanajenga manyumba sana, tuangalie vile tutakata hawa, nini, all those kind of things. Those are nonsense. Let's come to ourselves this year. Tuanze kufikiria. Tupendane. Tusameheane. Tuanze kuangalia what can we do in this country ili tuweze kuendelea mbele. And it is a problem ambayo trickle down itaenda mpaka chini, itatuletea shida. Mungu tusaidie ili tuweze kwenda kwa njia ile itatusaidia. Matusi imekuwa too much everywhere. Mungu tusaidie matusi ikwishe na tuheshimiane. This time tunaelekea kulima tupande. Kama kuna mambo mazuri kama ile fertilizer serikali imelete, wasilete ile ilikuwa na mafi ya punda na mafi ya mbuzi, walete fertilizer mzuri. Farmers tushukuru. Tumepata fertilizer na tumepanda, chakula imeongezeka. Tunashukuru kama serikali imefanya mzuri namna hiyo. Kama kuna kitu serikali inafanya mbaya, let's challenge but not abuse people because of it. It will not help us hata kidogo. Sasa Usoro, nikimalizia na kuuliza, si utafute sumu upeleke Central uwe watu yote ya Central kwa sababu hutaki kuwasikia. You try and do that. Ama uombe Mungu amalize watu ya Central wote. Utafanya tuanze kuzungumza mpaka kuwa tact na kuadapt mambo ya ukabila. Mkianza upuzi, we cannot keep quiet. Kikuyu walipea nani kula? Si walipea Ruto kula? Sasa unatukana hawa kuambia hawa ati wamekuwa na president mara 3. Where were you? Or your father, where was he? Alikuwa wapi? Usifikirie vile ulichaguliwa na Wakisii wewe ukiwa mjumbe. Kiti ya president ni ya kabila zote za Kenya. Si ya kabila moja. Think twice. Na hiyo kama ndio bunge mnaendesha yuko na Kimani Ichung'wa na wewe, hiyo bunge hakuna. Hiyo bunge itachoma nchi hii kama hatutaongea mambo ya amani na mambo ya mwongozo mzuri. Mungu saidia Kenya. Nimezungumza hayo, we think twice what we can do. For now, I'll be responding for anything which I see it is bad. For anything which is good, I'll be saying we are there.